Kipenzi, unajua ile hali ninaoishi na mume wangu pale nyumbani ya kumuigizia kila siku na ujauzito nashindwa. Alafu saa nyingine najisahau kabisa. Yaani najisahau kama nina mimba. Yaani nahisi kama itakuja kunikosti hivi. Au unaonaje? Remi shoga yangu. Sasa hivi furahia furaha ulikuwa nayo na mume wako. Endelea kuigiza una mimba, agiza vindimdim, viudongo, leta sio vinini tena hivyo vinaitwa, mara mwambie ni nuse kwa hapa, yani hivyo niigize hivyo. Umesikia shoga yangu? Maana yani hata si nikwambie. Hivyo unapenda kumuona mume wako akiwa na mawazo? Hapana, sipendi. Yale maneno ya familia yake hayakuumiza? Yanaumiza sana tu rafiki yangu. Changamka shoga yangu, acha kuzubazuba, jitahidi kuigiza. Nishakwambia huko mbele tutajua tutakavyofanya. Nadhani umenielewa. Basi sawa, mimi nimekuelewa na nitalifanyia kazi hiyo. Acha nijitahidi tu. Ingawa nashindwa, ni kipengele kikubwa, si unaelewa tena. Sijawahi kushika mimba hata siku moja. Kwa hivi lazima inipe shida. Afu nimekumbuka. Kitu gani? Yaani kuna mtu namdai, ana kazi kuvaa vijola, kutamba kwenye shughuli, kutamba mtaani. Hela yangu mimi hataki kunilipa. Na bwana anaye. Sasa nataka tu ukanisaidie kumfundisha adabu. Tumpige mbele ya mume wake mpaka hela atoe. Wewe umezidi kukopesha. Sawa, twende, mimi sina shida. Wapi? Haya twende shoga yangu. Mbona haiaminiki ndoto nilizoziotaga hazijatimia. Yeah. Natamani niitwe baba, uitwe mama, ila inashindikana. Baba na mama kutwa lawama, ndugu rafiki wananisengenya. Moyo sugu naficha mengi sana, ya usiku na mchana. Natamani nibadili ramani, hisia zinanitesa. Remi, nimesikia kila kitu mlichokuwa mnakiongea. My wife. Hivyo wewe binti una akili kweli? Mtoto mbaya wewe, muone uso wake. Una haya. Hivyo hujui kama mwenzio mjamzito? Eti twende tukamsute mtu tukapigane. Umesikia familia ya Mandonga? Kwa hiyo unataka wewe umuue wewe mjukuu wangu tumboni, usikie raha mimi nisiitwe bibi, si ndio? Nakuchukia. Wewe unajua jinsi gani tulivyofight kutafuta hiyo tumbo? Unajua nina furaha kiasi gani? Leo eti huyu akapigane, amuue mjukuu wangu. Unanitafuta, si ndio? Unataka kunitoa roho yangu? Kote huku nimeshatamba mimi. Mjukuu wangu anakuja. Remi, tuondoke kwa mume wako. Sawa. Toto mwanga wewe. Toto hujui vibaya. Mbona haiaminiki ndoto nilizoziotaga hazijatimia. Mume wangu, sio kwamba mimi nimependa au nia ilikuwa ni kwenda kupigana. Mimi nilikuwa namsindikiza tu shoga yangu. Wala mawazo mimi sikuwa nao kabisa. Ni wewe tu ulivyofikiria. Mbona unataka kunielewa lakini mume wangu? Hivi mke wangu una akili kweli wewe? Au unabwabwaja tu? Halikuwa lengo langu, sikuwa na nini. Haya, kilicho kufanya utoe miguu hapa uende kule ilikuwa kitu gani? Mbona utumie akili? Au lengo lako unataka hadi unulie huyo mtoto? Haya, ulienda kule sawa. Kwa mfano katika hao watu ambao walikuwa wanapigana, wangekuwa wanapigana alafu mwisho wa siku mtu karusha teke, kapiga tumbo lako hilo. Ukaniulia mwanangu. Unafikiri ni maumivu kiasi gani ambayo ningeyapata mimi?
Au mamangu angepata maumivu gani? Hivi unajua kwamba huyo mtoto ambaye umembeba katika hilo tumbo lako ndio furaha ya mamangu, ndio furaha ya hii familia. Alafu eti unaambia unaongea nini? Sikiliza mume wangu. Mama yale maongezi aliyakuta tu katikati. Hakujua tumeanza nini kuongea mpaka tumefikia pale. Kwa naye ni pressure tu akadakia juu kuhusu sijui tunaenda kupigana, lakini ni hata ilikuwa hiyo mume wangu. Nielewe basi. Mke wangu mamangu anampenda sana mjukuu wake. Na ndio maana katoka kule mpaka kaja kunipa hizo taarifa. Na angekuwa hampendi mjukuu wake kamwe asingeniletea hizo taarifa. Kwa hiyo mimi mwenyewe binafsi imeniuma sana. Na hata kama ningekuepo, japo anasema mwanamke apigwi, aisemi ningekupiga hata makofi. Umenikwaza sana mke wangu. Umekosa vitu vingine vya kufanya mpaka unaenda kutembea zero tumbo lako huko nje, si ndio? Mke wangu nimeshatumia gharama nyingi sana kulea hiyo mimba. Naelewa. Haya kwa mfano ndo ukaniulia huyo mtoto na hizo gharama zote ambazo zimeondoka. Zitarudije hizo gharama? Baby, mimi sijafanya bana. Alafu ukinisema sana, mtoto atakasirika. Yaani shoga yangu wewe una balaa wewe. Yaani ile nafika tu nyumbani dada amenihadisia mkanda mzima. Kwa na mimi mmeona mningize kwenye mabalaa yenu, si ndio? Kwanza leo mimi unawezaje kumdanganya mwanaume una mimba wewe na hauna? Ujasiri huo unautoa wapi? Na kuuliza maana unanitolea macho kabu ndi mwenye mawazo. Niambie. Sikiliza, alichokuambia dada yako ni ukweli. Kwa hiyo na mimi mmeona mniingize kwenye mstara wenu, si ndio? Hapana. Hapa nilipo nina mawazo. Yaani na mawazo chungu nzima. Dada yako ndo hivyo hajaja. Hajanipa plani mambo yanakueje. Alafu kitu kikubwa anachokiwaza mama mkwe. Akija kujua na walivyoipania kama shughuli. Mama mkwe kitu gani wewe? Dadangu mimi hajaja lakini kaniambia mimi nije nimwakilishe. Maana kaenda huko kwenye mihangaiko yake. Kwa hapa kuna issue hapa hii. Kanipa nikuletee. Hii ndo dawa kila kitu. Yaani hii ndo itakusaidia wewe ili huo msala wako usije ukabumbuka. Si unanielewa ninachokuambia? Hebu subiri kwanza. Kivipi? Hebu nieleweshe vizuri nikuelewe. Hii dawa unayoiona hii, kaenda huko kaangaika alipohangaika kaipata. Hii dawa unaitumia kuinywa. Kama utatia kwenye chai, juisi au maziwa utajua mwenyewe katika hivyo vitatu utatia kwenye nini. Si unanielewa shogangu? Sasa hii ukishaitumia tu muda wa siku 3 unapata matokeo. Itafika wakati tumbo litakuuma mpaka utajisikia kubleed. Kwa hiyo ukishapeleka hospitali, daktari atatoa majibu na kabla hajatoa majibu atamuuliza mumeo wewe shida ilikuwa nini? Kwa hiyo mume wako atasema wewe ulikuwa na mimba. Akishakwambia hivyo, jibu litakuwa ni moja tu, mimba ifanyaje? Imeharibika. Kwa hiyo dawa usipuzie na asione. Akiona mimi usimtaje wala dadangu usimhusishe. Umeelewa? Msalaba wa kwako mwenye utaubeba. Sisi hatupo tena. Aya, shika. Asa, hii dawa nikitumia na unasema nitavuja damu. Nikifa? Ufi wewe na mwoga wewe. Ufi itakusaidia, hii ndo msaada wako sasa. Kwa hiyo nataka uniambie hiyo mimba utaipataje? Wewe mbona kwa mwoga wewe? Uoga lazima, yaani lazima niogope. Naogopa sana. Ndio damu zinatoka lakini sio nyingi. Lakini unajua Nasra mimi naogopa sana. Sasa nani unaogopa kitu gani? Dawa ndio hiyo, utajua mwenyewe. Uinywe au kaimwage. Upo. Sisi kuhangaika kwetu tulivyohangaika kumetosha kukusaidia wewe hapa. Hapo kimbebe kipo kwako. Umeelewa? Upo. Natamani niitwe baba, uitwe mama, ila inashindikana. Baba na mama kutwarawama, ndugu rafiki wananisengenya. Moyo sugu na ficha mengi sana, ya usiku na mchana. Natamani nibadili ramani, hisia zinanitesa, hisia zinanitesa. My wife, my wife. Kaka, siku zote nasema mficha uchi hazai. Na mficha maradhi kifo humuumbua.
nataka niwe mwazi kwa kitu kimoja sana. Mke wangu amekuwa na katabia fulani pale nyumbani. Naweza nikatoka na yeye nyuma akatoka. Yaani akaenda kuzurula, kutembea, misele mwenyewe anaita. Sasa mwanamke mwenye kitabia hicho huwaga sio mzuri kwenye familia. Nimeshajaribu kumkanya lakini naona hanisikilizi. Na kama unavyojua mwanamke wangu ana ujauzito. Sasa kile kitendo cha kuzurula vile ni vitu ambavyo vinanikera sana. Kama kuna siku hivi nilipata taarifa. Walikuwa wanataka sio akapigane huko na mtu, yaani na marafiki zake. Sasa hicho kitendo mimi kilinikwaza kwa sababu mamangu alinipa hiyo taarifa. Kwa hiyo nilikaa nikawaza sana. Huyu mwanamke ana ujauzito. Na ana akili ya kwenda kupigana na watu kule. Je, kwa mfano ikatokea akapigwa hata kwenye tumbo lake bali mimi nitakuwa nimeshapata hasara. Hivyo basi ni kitu ambacho kimekuwa kinipa mawazo sana. Yaani ninakuwa na stress muda mwingi. Sijui unanishauri nini hapa rafiki yangu. Kwanza pole sana ndugu yangu. Lakini ukijaribu kusoma saikolojia ya mwanamke utagundua kuwa ana changamoto kubwa sana. Hususan hawa wajawazito. Na kwa kawaida wanawake wanapopata mimba kila mmoja umjia kwa njia tofauti tofauti. Kuna mwingine anakuwa na kisirani, kuna mwingine anachagua hadi vyakula. Anaangalia hiki anakula, hiki hali. Kwa hiyo ndugu yangu, unatakiwa msome mkeo. Pengine yote haya anayafanya ni kwa sababu ya ujauzito alionao tumboni kwake. Ukijua jinsi ya kumsoma, utajua jinsi gani ya kutatua tatizo lako. Nisiwe mzungumzaji sana, lakini cha kushauri, hebu jaribu kukaa na mkeo. Kuwa beneti naye, kuwa karibu naye sana. Unapokuwa karibu naye, na imani tutamsoma vizuri sana. Mzee wangu pengine kazi nakubana labda, mpaka unashindwa kuwa naye karibu. Basi jaribu kuzungumza na mama. Alafu mke wako ukamleta nyumbani kwa mama. Anaweza kumwangalia kwa karibu zaidi. Unajua mwanamke akiwa mjamzito anahitaji kuangaliwa kwa uangalifu sana ili kumlinda yule kiumbe aliyekuwa tumboni mwake. Nikushauri zungumza na mama, akae na mkeo. Kwa sababu sitosikia vizuri kabisa ukampoteza mkeo. Kwanza niseme tu asante. Kwa maana nisipokushukuru nitakuwa mchoyo wa fadhila. Naona kabisa jambo langu limepata ufumbuzi. Unajua ndio maana waga nikiboeka au kama nikikwama kitu, naonaga ni bora nikutembelee, unaweza ukanisaidia. Yaani kwa mawazo yako ambao umetoa hapa ni moja ya msaada mkubwa sana kwangu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo nitajitahidi sana. Ushauri kitu cha bure. Kwa hiyo weka akilini ndugu yangu. Na imani mambo yatakuwa sawa. Ili kesho na kesho kutwa uje kumnusuru mwanao ajaye pamoja na mkeo. Changamka kaka. Nini? Mke wangu vipi? Mume wangu nimeota ndoto mbaya. Mke wangu mbona sikuelewi? Usiku kama watu tunabishana makelele. Haya ndoto gani ambayo umeota wewe? Yaani mume wangu huwezi amini nimeota ndoto mbaya hata ielezeki. Ndoto mbaya. Ndoto mbaya? Unajua mke wangu, tatizo lako mmoja. Kila kukicha wewe na safari. Mara leo umetoka umeenda kwa Nachi. Mara Nasira amekuja. Kama vile umekula miguu ya kuku. Yaani hauchoki safari. Mara umeenda kwa Nachi. Mara umeenda kwa Nasira. Hivi hauchoki? Na hivyo ndio vitu ambavyo vinasababisha mpaka wewe unaanza kuota mindoto ya ajabu kiasi hiki. Unataka tusilale sasa?
Na hayo yote wewe ndio unasababisha. Unanikwaza bana. Nisamehe mwanangu. Hilo ndio lilobakisha. Yaani wewe kila ukikosea nisamehe. Mke wangu usifanye hiki unafanya. Mke wangu usipike unapika. Ruti kama hizo utakiwi unafanya. Mara umeenda gengeni. Mara umeenda kununua dongo wa Pemba. Sasa hivyo ndio vitu ambavyo vinakusababisha wewe uwe na stress. Wewe sasa hivi shakuwa mjamzito, unatakiwa ulale ndani upumzike. Kazi zote mimi nitafanya. Yaani mimi sasa hivi ni kama vile kijakazi wako. Lakini mke wangu wewe hutaki kunielewa. Nisamehe mwanangu mzuri. Pumzika basi. Mimi silali bwana mpaka ulale wewe. Amna usijali, pumzika tu mwanangu. Pumzika, umechoka sana na kazi. Unaelewa? Pumzika. Okay. Mimi nalala lakini kama ukikurupuka tena nitakupiga hata mibao. Sitoangalia kwamba una mimba au la. Pita tulale wote. Pumzika. Mimi nalala, pumzika. Sawa tulale. Mungu, najua namkosea mume wangu. Na hichi ninachoenda kufanya ndo namkosea kabisa. Sababu nampenda, sina cha kufanya. Nisamehe sana Mungu wangu. Natamani niitwe baba. Mungu wangu, ina maana mume wangu ameona kila kitu. Lakini anaonekana kaona. Na kama kaona, kwa sababu anaonekana amekasirika. Mbona naogopa hivyo? Nisaidie Mungu wangu. Kuna mchana natamani nibadili ramani. Hisia zinanitesa. Oh, my wife. Oh, my wife. My wife. My wife. Oh.